Kiwa ni mwanzoni kabisa mwa movie hii tunaona bidada ambaye Kalisa yuko nakula maisha, anacheza namna hiyo. Maana tunasema maisha na furaha jipe mwenyewe. Ukitegemea kwamba kuna mtu mwingine atakupa maisha, itakuwa kidogo huwezi kupata ile furaha ambayo unaitegemea. Kwa hiyo bidada ambaye Kalisa aliamua kujifurahisha namna hiyo kwa kusikiliza muziki na kiwa na dance, kwa maana kuchipa furaha na kuweza kurefresh mindset. Kwa maana ingekuwa ni bongo tukiwa tunasema labda nakula ile ngoma ya bonge la dada au aviola. Ni movie ambayo tunaenda kutazama mwanzoni tu bidada anaamua kujipa furaha. Kwa hiyo ni movie ambayo tunaenda kutazama, movie ambayo itakupa mafunzo ya mahusiano, movie ambayo itakupa mafunzo ya maisha na namna ya kuishi na mpenzi wako. Kwa hiyo kaa karibu na channel ya Ahmed Movie ili uweze kupata movies za namna hiyo. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakukumbusha, kumbuka kulike, kucomment pamoja na kusubscribe ili uwe kwanza kupata movies za namna hii ambazo ni movie kali ambazo tumetafasiri kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuenjoy na mimi. Ikiwa ni mwanzoni kabisa movie ambayo inaanzia katika mjengo fulani, tunaona bidada ambaye Beyonce alikuwa ametoka zake huko kutembea, anafungua mlango na mwenyewe anaingia, anaita hello, lakini inaonekana kuna bidada mwingine anatoka Kalisa anakuja, ni rafiki yake, wanakumbatiana. Inaonekana walikuwa wamechukua muda mrefu bila kuonana. Anasema jamani, nilikuwa nimekukumbuka. Wanakumbatiana, wanakaa ili waweze kupiga stories za siku nyingi. Namna hiyo wanafurahisha, wanacheka. Kwa hiyo inaonekana ni siku nyingi walikuwa hawajaonana. Kwa hiyo ni story bitatu, lakini bidada ambaye Beyonce akachukua simu namna hiyo akampiga mpenzi wake ili kumwambia kama amefika. Sasa iliyofika nyakati za jioni, rafiki yake ambaye alikuwa Beyonce pamoja na Kalisa, inaonekana Kalisa kabisa ana furaha, analalamika, anasema hapana bwana, mimi nimesoma, nimefika degree, nimefanya kazi, nimesoma lakini sina kazi. Nifanyaje? Sasa inafika muda fulani bidada ambaye Beyonce yuko zake nje anajipiga Snapchat, anapigia simu jamaa, lakini bidada Kalisa anasema umeona sasa, haujali. Mimi nilishakwambia na shida ya kazi, lakini wewe unaongea tu na simu na jisnap. Sema rafiki yangu, nilishakwambia. Hapana, umeshaniambia nini? Akamwambia Beyonce, anacheka, anasema mimi nilishakwambia mimi na shida ya kazi. Sasa bidada Kalisa, Beyonce akamwambia usijali, mimi nitakufaitia, nitapambana na utapata kazi. Sema na iwe hivyo basi, usinidanganye sawa? Sema wewe jiandae, by kesho au siku nyingine yoyote nitakwambia tutoke ili tuweze kutafuta maisha. Ndio mwanzoni mwa movie ambao tuna bidada huyo baada ya kumwambia rafiki yake kwa anatafuta kazi na akawa amepewa majibu, akaamua kwenda kujipa furaha, kwa maana alikuwa anategemea lolote linaweza kutokea. Anakula ngoma za viola pamoja na bonge la dada ili kujiweka sawa, maana mawazo nayo bila kujifresh huwezi yakaisha. Lakini baada ya kuwa amebaliza bwana, tumbo nalo linadai bwana, ilibidi aende jikoni kutafuta kitu chochote ili aweze kuridhisha tumbo. Maana alipofika kile jikoni anasema bwana, kama vile hamna chochote. Anafungua kabati ya kwanza ya pili, sema bwana, hamna chochote. Sasa hapa mimi nakula nini sasa jamani? Lakini alivyoangalia chini akaona vile kuna kamchele kidogo, asema huu utanitosha bwana. Dada huyo akaamua kuchukua mchele, akamimina kidogo, akaanza kutafuna bwana. Huyu mdada maisha anajua, maisha magumu. Kwa hiyo sio akishua namna hiyo, mchele anatafuna hiyo ili aweze kuridhisha tumbo. Lakini anasema jamani, maisha haya kwa kweli mimi nitaishi namna hii mpaka lini? Natafuna mchele. Siku hazisimami, siku hazigani bwana. Bidada ambaye anaitwa Kalisa alikuwa ametoka zake nje baada ya kuwa amesikia rafiki yake amefika. Anafika pale, anaona rafiki yake ametoka Beyonce, anasema wewe umbona gari tena Range Rover? Sema nilishakwambia mimi si nimekuja, usijali. Sema jamani, Range Rover sasa kama unatafuta kazi kila siku, lakini mimi nimefika tuona Range Rover. Sema kwa kweli godo wote wanakumbatiana, furahi namna hiyo. Kwa hiyo ni furaha ya marafiki hao. Sasa baada ya kumefika na rafiki yake ametoka Beyonce, alikuwa shamahidi kwamba leo tunatoka. Sasa rafiki yake ametoka Beyonce alivyotoka, sema rafiki yangu mbona umevaa hivi? Sema sasa nini? Kaka mbona hii hapa bidada anatoka Kalisa inaonekana zingatia maadili. Anasema wewe twende bwana, mimi nishakwambia cheke namna hiyo. Mtoto ametokezea umbo namba 8, lakini nguo aliyovaa haiendani kabisa na maadili ambayo amevaa. Sasa upande mwingine tunakutana na jamaa anaitwa Chief Ojaye, yuko zake huko na bidada ametoka Kalisa pamoja na rafiki yake ametoka Beyonce, alikuwa amefika. Jamaa Ojaye anaongea, sema naam, sema yule pale nimemuona. Sasa Beyonce inabidi amfuate jamaa anaitwa Chief Ojaye. Lakini Kalisa anashangaa, sema nani? Alipofika pale akamshika mkono jamaa anaitwa Chief Ojaye, akamsema njoo nikuoneshe. Sema huyu hapa Kalisa, njoo. Sasa Chief Ojaye ndo Kalisa. Jamaa angalia, sema kweli hii yenyewe, kusema Beyonce hii chuma kwa hiyo umeniletea. Sasa Beyonce akawa na maneno mengi, akaamua kujikataa, sema basi mimi naacha. Mimi nasema Kalisa, leo unaenda kuenjoy na kupa maisha, leo fly bwana. Sasa muda si mrefu tunaona Kalisa kasharudi nyumbani na rafiki yake Beyonce, anarudi tu anasema vipi, mbona umewahi kurudi? Sasa jamani, rafiki yangu mimi nikwambia pale ndio sema kutafuta hela. Sasa sema hapana bwana, mimi hamna, siwezi hizo kazi, siwezi kabisa. Samani rafiki yangu, sema hizo kazi unafumba macho ndio unaweza kufanya, unavaa kama vile umevaa miwani, unafanya alafu then unafanya hivyo, maisha ndio yanasonga. Sasa utafaraji, sema samani, simu inaita. Bidada ambaye kwa Kalisa akapokea simu, anasema anaonekana na furaha, sema kweli nimepata. Ndio sema kweli nimepata. Sasa rafiki anasema huyu naye vipi? Sema sasa rafiki yangu, sikia sasa,
nimepokea simu tayari nimepata kazi. Na simu yenyewe bosi wangu ameniambia kesho niende kazini. Sasa tayari maisha ambayo nilikwambia natafuta kazi, Mungu amenisaidia nimepata kazi. Sasa rafiki yangu Beyonce inaonekana hana furaha, sema haya, basi hongera. Nasema wewe, naona hiyo hongera ambayo unanipa sio ya furaha sasa. Sasa ilipofika mida asubuhi, bidada ambaye Kalisa alikuwa ameenda zake kazini, maana tayari mshapata kazi. Anafika pale ofisini, anafika sema, "Samani, mimi ndo Kalisa nimepigwa." Sema, ndo wewe." Sema, "Utakuwa unakaa pale." Sawa. Sema, "Haya, asante." Akafika pale na akasema, "Sawa, kwa makini." Sasa ile familia jioni amefanya kazi, inabidi aondoke nyumbani. Anafunga namna hiyo PC yake ili aweze kuondoka nyumbani. Sasa anasimama, anajiweka sawa. Sasa unajua wadada wenyewe unadhifu kwanza. Sasa jamaa kwa Jesse na akasema, "Vipi? Unaenda wapi?" Sema, "Sasa si muda kwenda nyumbani." "Wewe muda gani? Huoni kama kazi hizi nyingi kabisa? Inabidi tufanye hizi kazi." Nasema, "Wewe, kama hizo ni kazi umepewa wewe. Na mimi ndishaambiwa niende nyumbani." Bidada ambaye ndo Kalisa anakuwa mkali kabisa, na ananiambia, "Mimi naondoka bwana." Sasa nafunga mlango hivyo, kumbe kuna mtu anatoka nje akamgonga, sema, "Safi, safi." Sasa Kalisa akawa ameumia kwenye pua. Sasa jamaa ambaye mgonga anaitwa Lonjo. Lonjo anasema, "Samani, njoo." Akampeleka ofisini kwake, akamwambia, Samani kabisa." Anamwambia Samani, akachukua ngajifu akamwambia, "Shika hapa jifute." Jamaa inokana na ajali, akasema, "Ngoja kidogo, subiri." Akachukua simu yake ili aweze kumpigia daktari, aweze kuja kumwangalia bidada kutoka Kalisa. Akapiga simu, sema, "Samani, kuna kidogo hapa, kuna shida kidogo, hebu njoo muangalie huyu hapa." Kalisa inaonekana tayari pua lake kabisa imeharibika na urembo wake huo umeenda kupotea. Lakini jamaa ambaye Lonjo akaamua kumchukua Kalisa ampeleke nyumbani. Alipofika nyumbani kwa bidada ambaye Kalisa anapokaa, akamwambia, "Kaa." Lakini akamwambia, "Na kile ambacho uliniambia nikuletee nimekuletea hiki hapa." Sawa? Sema, "Sawa." Akasema, "Kwa haya, utakuwa sawa." Si unasikia daktari anasema, "Usijali, utakuwa sawa, haina shida." Akamwambia bidada Kalisa, ghafla bidada kutoka Beyonce naye akafika. Sema, "Nini rafiki yangu?" Sema, "Huyu ni rafiki yangu kutoka Beyonce, tunaishi naye." Sema, "Nini sasa?" Sema, "Hapana bwana, ni nje kidogo." Sema, "Kidogo? Tayari urembo wako watu umepoteza. Kwa hiyo rafiki yangu, yani hapo hakuna mtu kutamani." Jamani. Sasa jamaa ndo Lonjo akapokea simu. Sema, "Yes, ndio nakuja." Sema, "Samani, sasa mimi nimepiga simu na bidi niondoke nyumbani." Sema, "Samani, lakini hebu chukua simu yako, weka namba yako ya simu, then nitakucheki nitapokuwa nafika nyumbani." Akachukua namba ya simu, jamaa akachukua simu, sema, "Samani jamani, mimi naondoka na waacha." Jamaa kama kusipa zake. Sasa akabaki Beyonce pamoja na Kalisa. Sema, "Nini humu?" Sema, "Yaani amekuumiza afu nakupa hizo ice cream. Wewe vipi? Mbona unao ujijali?" Bidada ambaye Kalisa kama kusipa zake. Beyonce analalamika, inaonekana mtoto ambaye anapenda hela. Sasa jamaa kwa Lonjo akafika nyumbani, akakuta babake ambaye tunamuita Chief wa James amekaa pale na bidada ametoa Maya. Sema, "Karibu kae." Wakapiga story, sema, "Maya amekuja hapa na Maya ni mfanyakazi wangu, ni mfanyabiashara mwenzangu ambaye tuna share kampuni. Kwa hiyo amekuja tupige story." Sasa ilifika mida fulani, ilibidi wapate chakula cha jioni, wanapiga story namna hiyo, wanabadilishana na baba yake anamwambia, "Huyu Maya bwana, mtoto wangu anakufaa na Maya anasema nakupenda. Kwa hiyo hebu fanya namna bwana ili muweze kuoana, maana kampuni iweze kuendelea vizuri." Sasa ile familia fulani, Maya inabidi aondoke nyumbani, anamkumbatia, lakini jamaa kwa Lonjo kabisa inaonekana hana haja naye kabisa. Alipofunga mlango anasema, "Nini? Mbona unaonyesha kama vile humtaki? Nishakwambia huyu ndio mtu ambaye anashare kwenye ile kampuni." Sasa ilipofika mida ya jioni, bidada ambaye Kalisa anatoka zake kazini, anafika nyumbani anamkuta dada Beyonce amekaa. Alivyokaa na kumwambia Hana, "Nishakwambia, yani hizo kazi bwana za watu. Yani nafika tu pale, nafanya kazi lakini washasema eti mimi wananitaka sio na nini. Sio ni nini, shida nini?" "Hamna bwana, sio anakutaka. Ndio kana wewe ni mrembo, nyota hii imeng'aa." Na mnayo anamwambia. Sasa bila ndo Kalisa anarudi zake tena kazini. Anafika pale sema kama kawaida yake. Jamaa anamwambia, jamaa wa Jesse anamwambia, "Kama kawaida yako, kuchelewa tu ndo kazi yako." Yaani wengine wanafika saa 1 unafika saa 4. Nishakwambia unawahi bwana. Sema haikuhusu bwana, kila mtu ana kazi yake. "Hapana bwana, unawahi." Sasa bila ndo Kalisa akapokea simu. Anaongea sema, "Nini? Baba anauma." Sema hata jamaa wa Jesse akamwambia, "Hivi unaongeaje na simu huko ofisini? Samani, unaweza kunipa nafasi kidogo kwenda kuongea nje ili kidogo?" Sema ghafla Chief James anaingia. Wote ilibidi wasimame waweze kumsalimia. Unajua ni mzee ambaye anamiliki kampuni yenyewe. Sema, "Wewe ndio mfanyakazi mzee?" Sema, "Ndio, ndio mimi." "Lakini unaona uko sawa?" Sema, "Hapana, niko sawa bwana." "Wewe kabisa wewe unaona uko sawa." Jamaa wa Jesse bwana kwa amesikia maneno yamekuwa mengi, akaamua kuacha, awape nafasi waongee. Sema, "Sasa na jamaa ndio jiona kama amefika." Sema, "Unaona uko sawa kabisa. Shida ni nini? Hebu tuambie. Maana sisi ndio tunaweza kusaidia." Sema, "Hapana bwana, baba yangu amenipigia simu, baba yangu hayuko sawa na anaumwa." Sema, "Ukabidi ambaye hebu kidogo, hebu nenda hapo nje kidogo." Sasa kabaki baba na mtoto wabaki wana discuss. Muda kidogo nikuona jamaa na Jesse na bidada mmoja Kalisa tayari amesharudi na jamaa anaitwa Lonjo akarudi akasema, "Vipi? Mbona bado uko sawa tu, lakini samani nimezungumza na wewe na nahitaji kuonana na wewe au tuweze kupata muda wa kuzungumza kwa sababu na mambo yanatakiwa tu discuss kama kirafiki na mambo mengine. Sio unaweza kupata muda kuja nyumbani?"
Biana Kalisa anasema sawa, kama nitapata muda na babangu kama vizuri nitakuja. Jamaa Rojo akabidi ajikatae kaondoka. Sasa anamwambia Kalisa rudi nyumbani, anamwambia Biasa, nishakwambia nilipofika tu pale nilivyoambia babangu anaumwa. Yaani inaonekana kabisa wamejali. Wananiambia kabisa yani inabidi uwe sawa kabisa. Hapo sasa jamaa anamwambia hapo sasa ndio njia umefanya vizuri. Hivyo ndio nataka. Sasa mzee Amatola James amekaa pamoja na mtoto wake Amatola Rojo, amwambia mtoto wangu vipi? Mbona kama vile hivyo maisha yanaendaje? Sasa upande mwingine tuna watoto ambao tumeita Dance pamoja na Lucy pamoja na mdada mwingine anaitwa Maya wamekaa. Lakini mlango unagonga, anaenda kumfungulia. Nani anaingia? Anaingia Biana Kalisa. Anafunga hivyo mlango. Lucy anamwambia, "Samani nimemkuta Rojo." Sema, "Rojo? Baba yetu eti?" Mmoja kumwangalia baba yetu Rojo au sema ndio baba yenu, mmoja kumwangalia huyo ametoka Rojo. Sawa. Sasa wanaenda kumuita jamaa wa Rojo akawa amekuja, sema, "Nini? Mnafanya nini hapa hivi? Mgeni amekuja, mpisheni basi. Hebu nendeni huko bwana. Ili sisi tuweze kuzungumza na unajua. Hebu nendeni huko bwana. Vipi na nyewe mnakakaje?" Sasa hiyo ndo sehemu ya kwanza ya movie hii. Kwa hiyo kumbuka kucomment, kulike na kusubscribe ili niweze kuupload sehemu ya pili.